zizingatieni hata zile wewe, ziko sampuli. Kuna we hiyo mbali, kuna wewe nyingine. Wewe unatumia ipi? Mtume Muhammad alikuwa na wewe yake, na huenda usisikie. Amekuja kuzungulika na insania. Anakuvuta na utampenda kwa maneno yake, anakuvuta na utampenda kwa vitendo vyake, kwa kila kitu. Chukua mfano, mimi naipenda sana hadithi. Kuna mtu alikuwa akisikia utajo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ukenda Madina kuna mtu yuko kadha 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 kadha, akavutika, akawa tayari kisaikolojia kashatengeza psycho, nikimuona huyo mtu yuko kadha. Akaja Madina, akaulizia nitamuona wapi, akaambia naona kikundi kile cha watu, nenda pale utamkuta. Kutokana na hiyo picha aliyokuwa nayo katika bali na fikra zake, akajivuta. Alipofika mpaka pale hakuiona ile picha. Swali lake lilikuwa moja tu, ayyukum Muhammad, ayyukum, ni yupi Muhammad katika nyinyi hapa? Hebu chukua picha hiyo, ayyukum Muhammad. Hakuwa na tofauti na wale aliowakuta pale, kajishusha, kajiteremsha, kawa kama wale, tawadhu ya hali ya juu kabisa, kwamba ili wale alokaa nao wasifike pahala wakaona huyu nikimgusa huyu itakuwaje, nikikohoa hapa itakuwa. Yani amekaa kwa namna walivyo wale. Tumsalie Mtume Muhammad. Hicho sasa si maneno, ni kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam inda almujtami, katika watu walioishi nao kwa wakati ule, kwamba nikae na hawa hivi ili wapate kunielewa, wapate kunisikia kile alichosifiwa naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fabima rahmatin min Allah linta lahum. Wengi ukimbilia walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam, hiyo ni tafsiri na ni bayan ya fabima rahmatin min Allah linta. Hapa bia mstari tu, linta lahum. Wewe ulikuwa una lin wakati gani, kwa watu wapi, kwa nafasi uliokuwa nayo. Hapa tunazungumza na mtu ana nafasi ya juu, ni mtumi, sio bosi, sio raisi, sio gavana, sio mbunge, si waziri, wala sio tajiri, ni mtumi. Sallallahu alaihi Muhammad ni mtu wa juu sana, ni mtu yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu anapomuelezea ule ujuu wake utashangaa, lakini kateremka mpaka akawa kama mimi na wewe. Mwenyezi Mungu nasi atupe tabia hiyo. Kwa hiyo nimeanza hivi, kikubwa kwetu sisi, pamoja na tunapomsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunavyomsoma, twendeni sasa tukajaribu kukoti hili, kwa sababu ndio umuhimu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, nimetumwa, nimetumiliza mimi kuja kukamilisha maadili, tabia njema. Hiyo ndo kazi yangu. Hakusema habari ya swala, innama bu'ithtu liutammima kaifiyata swala, innama bu'ithtu liutammima shuruta sawm wa furudha, innama bu'ithtu liutammima ala, innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, akionyesha kwamba hiyo dini yenyewe ni tabia. Ad-dinu husnu taamul. Nini maana yake? Unaweza ukapata fursa, Mungu akakujalia upitwi na ibada tena jamaa, na wewe uenda ukawa unafika mapema msikitini kabla hata ya imamu, adhana inakukuta msikitini, tena uko kamili na udhu, lakini pale Mwenyezi Mungu akutizami pale akutizami kabisa.
utaswali au utaswalisha, utaleta nyiradi, kila kitu. Anakutaka ukivuka kizingiti cha msikitini, huko nje huko ndo anapokutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unazo tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam nje, kwa sababu ukiwa msikitini makazi yake ndo kama hivi. Mimi na wewe tunakaa hivi, washinda hata kumgusa mtu, ndo hivi tunakaa. Lakini naam, tumetoka pale nje, tupo katika biashara. Sasa mfano biashara zetu, unauza pale, ule insania alokuja kuulizia nalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unalo pale kwenye biashara. Upo nyumbani hapo, Mtume unaye. Upo barabarani unasafiri na mitihani ya safari, yupo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yako. Mwalimu uko madrasa unasomesha, uko skuli unasomesha. Iki adinu husnu taamuli. Hata hizo swala ndio tamana hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kujengea hili, inma bu'ithtu liutamima makarimal akhlaq. Tizama swala yenyewe, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Si ndio ibada kubwa kuliko nyinginezo katika malipo, na ndio inayotizamwa mwanzo kwa mwanadamu. Ni ile swala itakayomsaidia mtu kwamba baada ya pale swala inamkomesha kuingia katika maadili mabovu. Ni swala itakayomsongeza mtu katika makarimul akhlaq. Kumbe basi swala kimantiki natija yake inashindwa na ukweli, swala inashindwa na ukarimu, swala inashindwa na subira, swala inashindwa na upole, swala inashindwa na kila unachokijua katika tabia njema. Kama unaswali sana lakini hayo yote huna, wala si swala. Ndio mmoja katika mashekhe zangu aliniambia, chochote unachokifanya katika hizi ibadati hizi, jitahidi uanze kukiona hapa hapa. Ukikikosa hapa ulimwenguni, akhira usende kukitafuta. Chochote unachokifanya, swala yako hebu itafute hapa ulimwenguni kabla ya kutafuta thawabu. Waitafutaje? Katika akhlaqi nabi sallallahu alaihi wasallam. Swala yako inakufikisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiona swala nyingi lakini ukitoka pale mimi na wewe watesi. Kuna watu waswali lakini hapa msikitini hawaongei. Wafanye utakavyowafanya, waletee mawaidha makubwa kabisa, maaya yale magumu mazito, lakini hataki kabisa. Tena saa nyingine babake au mamake au ndugu yake shakiki kabisa au jirani yake, lakini wote wako msikitini, Allahu akbar, astaghfirullah. Hiyo swala sio, imekosa tabia za Mtume Muhammad. Sote tunajua Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akimaliza kuswali huwafata wale watesi wake mpaka majumbani. Wengine kamwe hawakuwa Waislamu, lakini alikuwa anaenda kufanya nao, kuhakikisha wampokee katika tabia. Sikwambii sisi ukiona mawaidha kama mepesi hivi, lakini tuna kazi na tuna kesi ya kujibu. Kuna watu wazuri wa kufunga Alhamisi, Jumatatu, na hawapiti na tarehe yote katika kalenda hijiria ambayo kwamba kuna tukio kubwa linalomtaka mtu afanye ibada. Kila kitu anafanya, lakini maneno yake, moyo wake, Mwenyezi Mungu atuokoe huko. Kuna kisa nilikipokea kwa mmoja katika mashaka zangu, insaha wa in lam yasih, lakini sisi ni watu ambao kwamba tunazingatia kila tunachokipokea kutoka kwa wakubwa. Nasema palikuwepo na Myahudi mmoja, wala hakuwa Myahudi, tuseme Myahudi si Muislamu, lakini aliishi katika jamii, kila anachokisema kinakuwa. Akisema kesho mvua, kesho tetemeko la ardhi, tetemeko, kesho sijui jambo gani linakuwa. Sasa kama unavyojua katika jamii tunazoishi, tunaishi na walimu na mashehe, wao hawana bakti hiyo.
Wakisema kesho mtu anakufa, ndo anazaliwa. Sasa kesho kuna mama fulani atajifungua, ndo watu wafa. Unajua binadamu katika jamii tunazoishi, watu hupenda matokeo ya kimiujiza miujiza. Ndio maana tunaona sasa hivi kule twaita kuna matapeli wengi hutengeneza mazingaombo ili wavute watu kuyafanya yale mambo khawarikul aadati. Watu wakawaacha mashehe, wakawakilia yote hapo kwa yule Myahudi. Habari za mashehe hawana haja nao. Kwa sababu gani? Anachokisema kinakuwa. Wakamfuata, kundi likapungua kwa huku kwa mashehe, kundi kubwa likawa kwa yule wala mtu asiokuwa na dini. Mashehe wakaweka meeting, kusema huyu tumuondoshe hapa. Huyu akikaa hapa sisi tutakuwa hatuna thamani kwa watu wetu. Kwa nini? Sasa yeye anafanikiwa, watu wote waenda kwake. Sasa mmoja akasema huyu sio wa kuondoshwa, huyu wa kuuliwa, kwa sababu tukimuondosha hapa huko atakapohamia atahama na watu wetu huyu. Tumuue yule. Mtu anaona mpaka ya tumboni. Sasa mmoja akasema na uwezo, wala usio na wasiwasi. Kisa hichi nakileta na maliza muhadhara huu. Akajikusuru, akatafuta bisu lake kubwa, akalificha, akaenda kwa yule bwana. Salamu alaikum. Anaona anaanza kukosea, anamtolea Myahudi salamu. Myahudi akasema hii kazi kubwa. Akamwambia wale kusalamu bwana, karibu, lakini kisu chako ubaki nacho nje. Alicheka kuliko mcheka wenyewe. Kakiona hichi kisu. Karibu bwana, karibu, lakini usiingie na huyo mgeni uliokuwa naye kiunoni. Hilo jibisu liwache, ingia wewe tu huko. Akajisogeza akaingia. Akamwambia bwana, kweli nilikuja vibaya sana. Akamwambia nimekuona tangu unatoka nyumbani wewe. Akamwambia sasa sikiliza, mimi nataka unipe faida, sitowaambia wenzangu. Tabia mbaya anza hapo. Wewe umewezaje kufikia hadi hii? Unachokisema kinakuwa na mpaka kisu nilichokuja nacho umekiona. Akaambia sikupata tabu, mimi nimetumia maelezo aliyokuja nayo mtume wenu Muhammad. Hivyo tu kipande tu cha aya kimo katika kitabu chenu, ndiyo nimekitumia, nimefikia hapa. Ungekuja na bunduki ningekuona, ungekuja na kisu ningekuona, na mipango yenu ya jana hiyo yote nayo habari. Nitakwambia, wala sio jambo la kufichwa, kwa sababu lipo kwenye Qur'ani ayanan nasun sarih, sio ishara wa talmih, bali nasun. Mola wenu anawaeleza kwa maneno aliyokuja nayo mtume wenu Muhammad. Haya nini? Akaambia nimesoma tu, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka, kipande hicho tu, qad aflaha man tazakka. Nimejiuliza, nimeiona hii man ni min adati al-umum, kwamba aliokuwa Muislamu na asiokuwa Muislamu inamsaidia, si man. Nikangoja ni practice. Kwa hiyo nikaishi hivyo, nikatafuta namna gani ya tazkia, nikajisafisha moyo wangu. Sina chuki, sina husda, sina roho mbaya, si mrongo, mimi mkweli. Ndio nimekuwa hivi na kuona mpaka ulichokula jana pia mkate wa mofa wa kuomba haukuwa wako. Waislamu, falah ipo katika tazkia. Na ukimwona mtu yote amepanda amefanikiwa, hata hao tunawasoma, wengine hawakusoma sana yake, wali practice kimoja au viwili au vitatu katika zile awsaf na akhlaqi nabii sallallahu alaihi wasallam. Twendeni tukaifanyie kazi. Kad aflaha man tazakka, hiyo wa dhakara isma rabbih fasalla. Mambo mengine anza hapa hapa kwa kad aflaha man. Nimalize niwaambie tabia za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizokuja kushughulika nazo kwetu sisi zinamlipa yoyote. Habari ya imani na kutoamini, hayo ni baina ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hapa ulimwenguni, yoyote atakayoishi namna alivyoishi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aswali au haswali, atapata falah duniani. Leo tunakaa tunawasifu wazungu bwana, wazungu wamekoti vitu.
ukweli, saa tano, tukutane saa tano. Hili linawezekana, haliwezekani. Ndio wameona wamefika pale, lakini sisi kinachowezekana tunasema kiwezekani, kisichowezekana hilo kwangu rahisi kabisa. Kumbe mtu hana uwezo nalo kabisa. Mwenyezi Mungu anamsifu bwana huyu, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe uko juu ya kilele cha tabia. Kwa hiyo na sisi tufupishe mpaka saa 1:30 na nimeongeza dakika 4. Twendeni tukajue umuhimu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ametuletea tabia njema. Kila mmoja anazijua tabia zake. Mwenyewe anasema ma min mu'minin illa walahu dhanbun ya'taduhu, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja katika nini ana kijidhambi chake hicho kakizoea, lakini kijidhambi, hebu nenda kakisafishe kile leo, alafu uone ufikie katika daraja ile. Kwa hiyo Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin biqadri hubbika fihi wa zidna ya maulana hubban fihi bijahi indaka farij anna ma nahnu fihi ilahi la nas'aluka raddal qada'i bal nas'aluka lutfa fihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi.